Hapo zamani za kale, katikati ya msitu mkubwa wenye miti mirefu inayofikia mawingu na mito yenye maji safi kama kioo, aliishi nyani mmoja mjanja sana. Wanyama wenzake walimwita Kima. Kima alikuwa na tabia ya kipekee sana. Alipenda sana kukusanya vitu vyote vinavyong'aa, iwe ni kipande cha chupa kilichotupwa, mabaki ya chuma, au hata maganda ya mayai yaliyokaushwa na jua. Yeye alikuwa akivichukua na kuvificha kwenye pango lake. Aliamini vitu hivyo vilikuwa na thamani kubwa sana. Siku moja, akiwa katika harakati zake za kurukaruka kutoka tawi moja hadi lingine karibu na kijito, macho yake makali yakatua kwenye kitu kilichokuwa kiking'aa sana ndani ya maji. Mng'ao ule ulikuwa tofauti na kitu chochote alichowahi kuona. Kwa udadisi, aliruka chini na kusogea karibu. Lo! Alikiona kiu kizuri chenye fremu ya dhahabu, ambacho kwa bahati mbaya kilikuwa kimetupwa na msafiri aliyepita. Kima alikichukua kwa mikono yake midogo na kukitazama. Hakuwa amewahi kuona kitu kama kile maishani mwake. Alipokitazama tu, alishtuka kuona uso wa nyani mwingine ukimtazama kutoka ndani ya kile kiu. Huyu ni nani tena anayeishi ndani ya kiu changu? Kima aliuliza kwa sauti ya mshangao, huku akigeuza kiu nyuma na mbele, akitafuta alikojificha yule nyani. Alidhani ni nyani mwingine mjanja aliyekuwa akimchezea shere. Akaamua kumjaribu. Kima alianza kucheka, na kwa mshangao wake, yule nyani ndani ya kiu naye akacheka kwa sauti ile ile ya kimya. Kima akakunja uso, na nyani wa kwenye kiu naye akakunja uso vivyo hivyo. Huyu lazima ananitania na ananidharau. Kima akawaza kwa hasira. Hasira ilimpanda Kima. Nitakuonyesha, akasema kwa ukali. Alichukua jiwe lililokuwa karibu naye na, bila kufikiri, akakipiga kile kiu kwa nguvu zote. Crash! Kiu kizuri kikavunjika na kuwa vipande vidogo vidogo 1000. Mng'ao ule wa ajabu ukatoweka. Kima akatazama chini, na ndipo akagundua kosa lake kubwa. Lo! Sasa rafiki yangu wa kiu amepotea kabisa. Nimefanya nini? Kima alijisikia vibaya na upweke mkubwa ukamvaa. Alikaa chini kimya, akitazama vile vipande vilivyotapaka, huku akitafakari kitendo chake. Kwa sauti ya huzuni, alijisemea, nilidhani ninamshindani ya kioo hiki na mageni. Kumbe nilikuwa nikipigana na kivuli changu mwenyewe. Hasira yangu imevunja kitu kizuri na kunipotezea rafiki niliyekuwa nampenda. Tangu siku hiyo, Kima alijifunza somo muhimu sana. Si kila kitu kinachoonekana ni adui, na kwamba kutumia hekima na utulivu ni bora kuliko hasira ya haraka. Na funzo hilo likasambaa msituni kote. Anayeishi kwa hasira, mwisho wa siku hujiumiza yeye mwenyewe. Asanteni sana kwa kusikiliza hadithi yetu ya leo. Kama umeipenda, tafadhali usisahau kubonyeza like, kushare na wenzako, na muhimu zaidi, subscribe kwenye chaneli yetu ili usikose hadithi nyingine nzuri kama hii. Tutaonana tena.